Yes, ni usajili wa viwango vya juu mno, usajili wa maana kweli kweli. Ni usajili ambao Simba wamejizatiti kujikoki kuhakikisha kwamba mfumo unakubali. The rest ni kwamba hawana cha kupoteza, they haven't anything to lose. Hawana kitu cha kupoteza, hawana kitu cha lose. Wanachokihitaji ni mwendelezo mzuri, mwendelezo wenye viwango vya hali ya juu mno. Yani watembelee njia ambazo ni za kimsingi, njia ambazo ni za kiume zaidi, kwa sababu apart from that watakuwa wanacheza na nafsi zao wenyewe. Yani wao wenyewe watakuwa hawajui nini ambacho wanakifanya. Kwa hiyo kwenye mifumo na kwenye misingi ni kwamba Young Africans wanapaswa kujua nafasi yao na nini ambacho wanapaswa kukipambania kwa wakati huu na nini ambacho kipo mbele yao. Yani hicho ndicho ambacho wanapaswa kufahamu. Kwa hiyo selection nzuri ambao wanaendelea kuifanya ni kutafuta goalkeeper ambaye ataisaidia timu, ataisaidia klabu kuweza kufikia malengo na ataifanya timu iweze kuwa na umoja, kwa sababu tayari tumeshamuona Djigui Diarra kwamba anaonesha yeye sio sehemu tena ya kikosi cha Young Africans, sio sehemu ya timu, na ni kama vile anaonesha hawezi kuendelea na klabu kwa sababu ya maneno yamekuwa mengi, fujo na vurugu zimekuwa nyingi. Sasa je, Young Africans can they get goalkeeper like Diarra? Wanaweza kupata kipa kama Djigui Diarra? Ndio swali ambalo kwa sasa limebaki kwa wakuu na walengwa, kwamba yes, ni kweli Diarra mnamfukuza anaondoka. Je, kuna goalkeeper ambaye anaweza akaziba milango ya Djigui Diarra au ataziba pengo la Diarra? Kwa sababu watu wanahoji vitu lakini bado hawajapata majibu halisi kwamba tatizo kubwa lililopo ni Diarra au tatizo lilikuwa ni Mwamnyeto, kwa sababu pale bado watu hawajaweza kupata majibu kamili. Ujue timu inafurahisha ikiwa inashinda, lakini sio inafungwa. Kwa timu ikiwa inafungwa, of course kuna matukio yanakuwa sio mazuri, kuna vitu vinatokea sio vizuri, kuna lawama za hapa na pale, kuna sitofahamu za hapa na pale. Kwa hiyo nadhani inaweza ikaleta changamoto au ikazua mjadala pia kwa timu husika kuweza kukosa taji na kuweza kuishia hivyo. Unajua lawama kubwa, unajua Young Africans ni miongoni mwa timu zenye vurugu na lawama nyingi sana kuliko watu ambao wanadhania. Kwa hiyo kitu pekee ambacho Young Africans wanapaswa kukifahamu kwamba wapo kwenye time zone ya kufikiria wanachokifanya kina manufaa, wanachokifanya kitawasaidia, kwa sababu unamuondoa goalkeeper katikati mwishoni ambapo alipaswa amalizie, ili muweze kustay as a teamwork, muweze kuwa kama timu ambayo ipo kwenye misingi na misimamo. Kwa hiyo mkisema muondoe, maana yake mmeruhusu integration, formation, interaction kwenye timu yenu. Maana yake wapinzani wayaone madhaifu yenu, wapinzani waone kwamba ni watu ambao hamfai, waone ni watu ambao hampo kwenye reaction nzuri ya kitimu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pengine kinaweza kikazaa taharuki kwenye timu, kinaweza kikazaa tafarani kwenye timu, kinaweza kikaondoa the really tolerance of the team. Yani hicho ni kitu ambacho wanapaswa kifahamu na wakizingatia, kwa sababu timu inahitaji move on, timu inahitaji grow. Kama timu inahitaji grow, basi nani anapaswa kuifanya timu grow? Basi anapaswa kuifanya timu grow ni wachezaji, mashabiki na wanachama pia. Kwenye kipindi kigumu, basi watu wavumiliane ili timu isonge mbele, kwa sababu maumivu sio sifa sometimes maumivu sio sifa. Na